Champagne. Yes. Mambo vipi mzee? Mambo poa sana. Uko salama? Niko safi sana. Mbona hujachangamka kaka yangu? Sijachangamka jua tujaanza kipindi. Jua tunaanza. Uko salama lakini? Yes, niko poa, nashukuru Mungu, kila kitu fresh sana. Karibu sana ndani ya 87.6, karibu sana ndani ya www.bujamedia.com. Unapendeza mzee. Asante sana. Kama kawaida. Tunaandaa concert miezi mitatu. Yes. Manake preparation moi sio ya kawaida. Kila kitu kiko bien préparé. Ila Champagne, swali langu linakuja hivi. Wazo ya kuandaa concert arena ilikuja lini? Ulikuwa uko wapi? Kwa nini ukawaza kuandaa show arena ukiwa wewe peke bila wengine msanii wote ule? Okay, wazo ya kuandaa show arena ilinikujia kipindi niko Tanzania. Kenya. Kipindi niko Kenya. Nafanya interview kwa BBC. Ule mtangazaji wa BBC ananiuliza, kwa nini usifanyi show yako? Ngoma yako ina hiti. Iwezi kaenda hivyo hivyo. Fanya show, andaa show. Ile show, andaa show show kubwa ambayo pia ina represent Burundi. Na utafute fasi ambapo unajua kama hapa ni fasi ambapo kwenda fanya show na kila msanii wote wa nje ataheshimu muziki ya Burundi kabisa. Yes. Wazo ikakuja hivyo. Si nikafikiria nikasema sawa, wapi kwa inaweza nikafanya kwenye kila msanii wote wa nje anza katuheshimu. Nikaona pale kwa arena pale. Unajua kwa arena ni fasi ya VIP, na ukiangalia plupart ya wasanii wengi wa hapa nyumbani wengi hawajawahi kupiga pale. Kutoa tu Kidumu. Kidumu ndo msanii ambaye ashawahi kupiga kwa arena. Ila kwa wasanii ambao wanaishi hapa nyumbani hakuna msanii ambaye ashapiga hapo. Ila wengi ni wa nje, Rayvanny, Koffi Olomide, sijui wakina ule kama njoo ule Robinho Mundibu. Unaona ya basi nikasema kwa nini sasa na sisi wasanii wa nyumbani hapa tusipige pale kwa arena. Nalipisha. Watu wanalipia hiyo matable, wanalipa VIP na wanalipa bei ya kawaida. Kisha najua kama hiyo show ikirahisir kesho inakuwa matunda mazuri pia kwa wasanii wengine. Sasa nikaikana chini nikasema basi acha nifanye hapa kwa arena. Leo napiga mie, kesho Satibia atapiga, kesho yake Araflo atapiga, kesho kuto yake na wengine watapiga. Ila natakiwa tufanye nini tu, tujiaminie. Ila kitu naweza nikasema ni mashabiki tu wakuwe wanajua kwamba hawa ni wasanii wetu, wanafanya kazi ajili yetu. Twende tuwasapoti, tutie nguvu ili pia wasanii wa nje wawaheshimu. Hawezi kuwa hata kwa nasubiri tu wasanii wa nje ndio wako na kuya wanapiga fasi ambapo panakuwa pako VIP sana. Hata sisi inawezekana. Wakati unaachia bango la concert, bango la kwanza, kulikuwa hakuna kiingilio, ila ukasema wenye wanahitaji kununua tiketi wanaweza wakapiga simu kupitia hii namba. Kwa nini ulitoa bango ya kwanza bila kiingilio? Watu walikuwa wanalipa ngapi ili waweze kufanya reservation ya hizo table ambazo walikuwa wanahitaji? Yes, ile inakuwa ni strategy ya marketing. Unajua wakati unaandaa show hauwezi ukaanza tia bei ya chini ile ya kawaida ukaitangaza mapema na bado haujamaliza hiyo fasi ya bei ya juu. Sasa kutokana na mimi nikaona ku marketing acha nianze na ile bei ya table. Nikaanza na bei ya table, kisha nikasema naenda etape par etape. Tukimalizana na table tunaenda na bei ya VIP. Tukimalizana na bei ya VIP tunaenda na bei ya kawaida. Yani ilikuwa ni msonso ya kusema nikimalizana na watu wa matable njoo tuende na bei ya kawaida. Juu unaweza nikaanza na bei yote kawaida. Baadaye mtu ambaye alikuwa anajifikiria kuchukua table akaacha kutokana na bei ambayo ulikia toa baadaye ya bei ya chini. Bora uanze na ile bei ya juu, baadaye za chini ikiokea baadaye. Yaani ilikuwa tu ni bei ya juu ilikuwa ngapi?
Hapo ndo nataka kujua bei ya juu ilikuwa ngapi, watu walikuwa wanalipa pesa ngapi? Table ni mkadri ya ni kama ni kadri ya nilifanya mkadri ya sponsor. Ya sasa unajua kuna huyu anaweza kusupport mwa essence, yana support mwa essence, akina support mwa essence, lakini bei ambayo inajulikana kwa kila mtu ilikuwa mtu anajua kama ni 500,000. Watu walitoa pesa. Sasa uso asia nakwambia table zilisha. Table zilikuwa ni ngapi ndugu? Hapana, sasa watu watabijua pole pole. Arena tunaijaza au mbo ile siku ni siku ya bashampanyara. Kila champagnare wote kwenye uko kama unajitaka uko champagnare, unapenda Mr Champagne, tuache hypocrisie. Hautasema unanipendaga kisha usubiri sasa mimi nafanya evenement usikui, baadaye unasikia kuna msanii alitokea sui Tanzania, alitokea Uganda, alitokea sui wapi, wewe ule unakamata mchango yako unapelekea ule msanii wa nje. Alors kenesa nikamwambia bafane kama unanipendaga na kubyote beni niko nafanya. Concert niliannoncer 3 mois avant. Hamta niambia aseme ile 20,000 ya kulipa kwa mulango mnaikosa. Parce que ile 20,000 sasa unaitoa ndio inanisaidia tena niendelee kwenda à l'étranger kule kuendelea kufanya makelele ili muziki wetu uendelee kupigwa zaidi nje. Sasa mnatoa ile ma 20,000 tunapata ndani tikia ndege, tunapata motikia, tunapata mafranga ya hoteli juu ya kuendelea pia kufanya hata collab nje, kuendelea kutangaza nini, kuendelea kutangaza muziki wetu. Niko sûr avec ba fan, niko sûr 100% parce que kwa sai niko naongea hapa. Est-ce que unaiya kama kuko ba fan ba kwenda pale kwa arena banafanya fujo aseme mpaka wapatie matike kwa kinguvu. Banabambia mungoe. Juu system tulikamata. Sasa mbona tulikamata system ya kuuzisha kulango. Hizo video mbona tusioni wakati wewe ni kupost. Basi mimi mimi niko pale. Mimi siko nakuwa pale. Batu ya sécurité pale. Bako wananiambia Champagne auto expliquer. Uligusa wapi? Uliloga? Mimi naambia hapana. Jua nini? Ase batu wako na yala hapa, banaanza lalamika, mtupatie matiketu kwa kinguvu. Franga hizi, mtupatie matike. Mtupatie banabambia msubiri le 1er septembre. Bongo hatutasubiri, hatutaki vurugu. Nini? Hapa magana nini? Bote ni mapele, banataka tike. Unasikia? Donc unasikia? Mimi nakwambia manake ndio vile. Manake pale kutakuwa batu bengi. Kitu naweza nikasema sasa bafane bote mkue make muanze kuya mapema. Sitaki wa kujidoga mie nilikosa fasi. Mie sikumana juu sanda ndaingia parce que sanda ingia sanda introduction yangu. Ndashima pale kwa podium. Kisha nani baita ni pigeon. Ushona film ya Yesu. Anauliza ushona film ya Yesu. Pigeon itakuya itadema hapa kulibega. Kisha mutasikia sauti inatoka yule nasema huyu ndiye mwanangu niliyemchagula. Simusikilize. Wewe ushafuata filmu ya Yesu? Nakuuliza ushafuata filmu ya Yesu? Ndio nakuuliza ushafuata filmu ya Yesu? Tayari mzee. Sasa mimi nasema hivi. Sanda ingia anashimama pale ku stage. Pako pigeon itakuya. Pigeon, unaiya pigeon? Naijua ndugu yangu. Pigeon itakuya inakwenda ruka paka kulibega yangu. Inashimama. Kisha mutasikia sauti inasema. Pale mote mtajiuliza hii sauti inatoka mbinguni au inatoka wapi? Ile ni introduction, njoo entrée. Mutasikia sauti inasema huyu ndiye mwanangu wa pekee niliyemchagula, mumusikilizeni. Ndio sakisha mimi nafika na waambia, est-ce que ça va? Maana concert watu wataona maajabu. Hii concert itakuwa ni probleme. Maana kuko preparation yenye iko moya ya nguvu sana. Parce que tutafanya vitu vingi, sitaki kudevaler vyote hapa. Haitakuwa bien parce que batu wanataka surprise. Kutakuwa kila kitu. Bitu ya culture, bitu ya nani ya hii vitu ya kijene vitu. Maana bitu yote biko bien préparé. Batu watafurahi sana parce que préparation iko nguvu sana. Unajua yatakiwa tu changer système ya makonser. Batu wanatuzoea sana ma concert ya ma playback, mais hivi tunafanya concert ya live. Live 100%. Live 100% mwanzo mpaka mwisho. Numva no gumanda bikugira. Ijoro numutagabuka chabukira. Mama. Champagne. Baki le premier d'abord. Usikii make sauti manake ko sawa.
Marcelina, miruane Marcelina. Yo. Jenda guku. Maana sauti iko sawa. Ndio saa yenyewe maana show itaanza maana ni probleme. Tu parce que kuko kama niongee vyote. Tu make préparation kwa nguvu sana. Wewe imagine tunafanya 2 mois ya préparation. Sampanye, swali nakuja hivi. So inajipromote nje ya nchi na ndani ya nchi. Wewe. Kenya watu wanajua concerts, Uganda, Tanzania, mpaka kwenye radio na television kubwa sana duniani BBC wakaandika kwamba tarehe 1 mwezi wa 9 kuna bonge la concert pale kwenye ukumbi wa Arena, concert ya Mr. Champagne. Wewe. Nguvu unatumikisha zinatoka wapi? Si nguvu za Mungu. Niko tu kwa nguvu za Mungu. Niko. Manake unajua mimi nasema kila siku muziki ni kujituma na kupenda venye unafanya na kutaka kujua unataka ufike wapi. Kweli. BBC BBC sio mashetani. BBC ni watu. Ni watu wenye wanakulaka na bana kuese. Si ndio? Unaona sema vile Johnny. Manake ni media enye kila kitu kinawezekana. Me inalomba nini? Inalomba ueneze tuma norme zabo ze wanahitaji ili ufanye nini? Upite ku BBC, bakufuatilie zaidi, news zako zikwe zinasambazwa kama kawaida. Unaelewa? Kupitia kazi ambayo unafanya, kupitia nguvu ambayo unatia mkazi yangu, ni lazima. Unaelewa? Lazima watanyongelea na kuna watangazaji wa BBC watakuwa hapa siku ya show. Watangazaji wa Trace watakuwa hapa siku ya show. Watangazaji wa Wasafi watakuwa hapa siku ya show. Na watangazaji wa RFI Swahili, RFI Kiswahili, nao watakuwa hapa siku ya show. Nasikia hata kwenye upande wa ma MC ni kutoka Tanzania, ni kweli? Hiyo ni watu wako naongea. Juu na yadisha watu wako na panike juu ya concert. Panike kwa mingi wasikia. Panike kwa mingi naweza ngasema kama surprise ziko za mingi. Watu wasubiri. Sitaki kuongea mengi sana kuhusu kusema fulani ndio mtakuwa, fulani ndio mtafanya hivi. Watu basianzi sema alipata watu juu alitaya jina ya mtu fulani. Alipata watu juu alitaya jina ya mtu fulani. Unaelewa? Ndio maana kuna wasanii wa nyumbani ambao wataimba. Lakini sitaki waseme balikuya bafane ya mtu fulani, bashabiki ya mtu fulani. Hapana. Si ndio? Bakuye kwa sababu nataka batu bakuye juu ya champagne. Kisha baadaye wale wasanii ambao juu sisi nikafanya show mimi mwenyewe mwanzo mpaka mwisho. Hapana. Tuna prepare vitu tofauti. Unaelewa kutakuwa hiki, kutakuwa kile, kutakuwa na bitu ya culture. Maana itakuwa ni probleme juu preparation kwa nguvu sana. Unaelewa? Alors batu bakuye bafane bakuye bataenjoy sana, batafurahi sana. Ile siku mwenye hata kuya sema kitu niko nasema tu, mkuye mapema, narudilia tena. Mkuye mapema juu kama ukoona ile pigeon. Mapema ni saa ngapi? Tuambie, concert naanza saa hizi inamalizika saa hizi. Bakuye mapema kama mida kama ya 19h bakuye shafika. Juu mimi au plus tard 20h mimi napanda ku stage. 20h napanda. Demonstration inaanza. Champagne champagne asa pale ile sio ndabaonja nyimbo ya mpya. Tunaanza hii nyimbo ya Niko tu. Watu wako wanajiuliza champagne atapata nyingine chanson kali kuzidia Niko tu. Check. So watu wa muisha champagne guys. Tako nyingine kuna kuya kuzidia Niko tu ya nguvu sana. Watu wataisikia ile siku. Chan 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 chan. Cha 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 cha. Sasa unasikia watu nikisema watu wanajibia. Niimbe nyimbo mpya. Imba mzee. Basi sifa vile vitu. Usikue pressé. Juu ya siku manake ambiance préparation champagne oui. Sasa kwa wale watu ambao wako natusikiliza kwa sasa, kuna watu ambao tayari wanahitaji kuja kwenye concert yako ila bado hawajaweza kufanya reservation zao. Kwa sasa reservation zinawezekana au tayari umeshamaliza? Kwa matable
Vraiment sitaki kuwa hypocrite, hatuna besoin ya mtu tena. Hata ukuye na pesa ngapi, hatuna tena besoin ya mtu kuhusu matable. So nasikia naongea matable, baanza tena piga simu. Niko nabambia kuhusu matable. Table, matable, hatuna besoin tena ya apele ya table. Watu wanahangaika. Table zishaisha. Lakini kuna ni ku VIP tungaiki na besoin ya watu. Kuna ni ku bei ile ya 20000 tungali na besoin ya watu wakuye wa enjoy. VIP ni ngapi? Ni 100000. Mu hiyo 100000 uko na droit ya consommation ya 20000. Yes, na watu wasijiogopi. Kama ukunywa kipombe batakuletea Fanta kwa ile 20000 yako. Kama ukunywa Fanta unataka pombe batakuletea pombe kwa ile 20000 yako. Just unataka kitu, kunywa kitu kiko na valeur hiyo 20000 anakuletea. Yes, na bei ya kawaida ni hiyo 20000. Hiyo 20000 mnakuya, hakuna ndani consommation. Mais watu wana enjoy. Yes, bakuye sitaimba mipeke. Pako orchestre ya Arena itaimba. Wakina Imani. Gisi wanaimba kawaida. Dimanche kila siku ku Arena ni mouvement, ni kufurahi na tunaendelea kufurahi kama kawaida. Kama gisi dimanche inakuaga. Wa Amani bataimba hiyo dimanche. Orchestre yote ya Arena itaimba dimanche. Pako pia orchestre yenye itaanza mwanzo. Donc concert au plus tard 19h. Donc naambia watu au plus tard 19h. Basi wazi kama itaanza sijui 21h au plus tard 19h. Orchestre inaanza, kuna orchestre itaanza 19h top. Bale balilipiwa juu baanze 19h. Orchestre ya Arena au plus tard na inaingia 19h30. Banamaliza 20, biko na 30 minutes. Mimi naingia 20h top. Demonstration inaanza. Champagne napanda. Pigeon inakuya. Hiyo pigeon itatoka wapi? Ndio question sasa hivi. Na mimi niko najiuliza itatoka wapi? Juju baliambia itakuya tu. Iko sere Mungu saidia tu juu. Iko sere kisi. Juu maana nakwambia msheke. Hiyo pigeon tulifanya repetition pale. Hiyo biko na ule mwenye aliniambia juu ya pigeon. Mimi namwambia itatoka wapi? Ase wewe panda tu pale. Shimama pale itakuya. Wewe utaona tu inakuya. Sasa utakuwa sasa unaingia. Bakia standard, usibuje. Tunasema itatokea wapi pigeon? Ase wewe utaiona tu. Sasa inashi itakuya inazema paka hapa. Inashimama hapa. Bakia anaambia bakia kabisa stop. Bakia vile gisi ulionaka Yesu sasa wanambatiza wanamshushpandisha hivi anashimama pale pigeon kadema. Maana sasa una bakia usibuje. Pigeon itakuya pa inadema kulibega pa. Sasa inadema tu kulibega pa. Kisha mnasikia sauti inatoka sasa. Sibo tumia hiyo sauti itatoka wapi? Na mimi niko namuuliza hivi Kisu ananiuliza. Ndio sauti itatoka wapi? Sasa utasikia tu sauti inatoka. Ndio preparation sasa. Ndio utaona parce que déjà hiyo concert tunataka iende kwa BBC. Ile concert tunataka iende kule kwa Wasafi. Ile concert tunataka ipite kule kwa Trace. Parce que mbale ba artiste ba inje ba comprendre kama Burundi tuko tunafanya pia kazi kubwa, tuko tunafanya ma demos, tunafanya ma concert ya kikubwa. Na comprendre? Juu bato ba comprendre, ba iko inje baseme no, muziki ya Burundi no sio mchezo. Parce que mon cher, tuko afanya kazi. Wewe. Champagne. Oui. Kuandaa concert sio kitu rahisi. Pesa zinaenda tena nyingi, muda unaenda tena mwingi. Ni nani au ni watu gani ambao wako nyuma ya hii concert yako? Nyuma ya concert yangu kuna boss anaitwa Salolo. Le boss Salolo na iko na business yake. Ni business ambayo inafanya mambo ya transport. Kama uko na mzigo yako yoyote ile unataka ifike sijui Kenya, Tanzania, Uganda, Bujumbura, Dubai, fasi pote kuna nataka. Bana kufikishia mzigo yako, koli, iwe gari, iwe nini. Unasikia ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa na ameniambia Champagne, unajiaminia huko sure. Unaweza kufanya concert ya wewe peke. Nikamwambia niko sure. Unajiaminia? Ndio. Nifanya nikamwambia we tia pesa chini. Nionyeshe kama mie njoo ambia wale walituwaziaka. Kweli ana support, anatia nguvu. Ndo tunafanya hiyo kazi. Nadhani kuna mambo mengi ambayo tuko tunaandaa
kwa kusaidia pia muziki yetu iende mbali zaidi, na niko sir ku siku za mbele, kesho yake tutafurahi sana. Tutafurahi sana na watu yote. Kwanza ile siku kila mtu, kila champagnard anapasha kunywa exo. Juu exo maana kisa unaikunywa ndio watafurahi zaidi, batasikia sasa niko nachamusha. Utaona pote banachangamuka parce que déjà na hii masiku jina yangu exo. Ndio jina hii. Maana ni problem. Exo uko poa? Niko poa. Inaongea sana. Ngoja nirudishe. Bwa fani waseme nirudishe nyuma kidogo. Technicien ndio anaongea. Vitu viko bisa. Wewe. Yes, tarehe 1 mwezi wa 9 pale kwenye ukumbi wa Arena ni concert kubwa ya Mr. Champagne. Karibu mabibi na mabwana, wale watu ambao wanahitaji kununua tiketi za